ulimwengu wa roho tunaomba vitu kwa maneno. Kwenye ulimwengu wa roho vitu vyote vinafanyika kwa neno. Na ndio maana tunaomba. Tunasema tunaomba vitu kwa kuomba. Chochote chenye jina kinasikia jina la Yesu. Na unapokuwa unaongea kinasikia. Tunavyokuwa tunaomba ndio tunaomba vitu kwenye ulimwengu wa roho. Unachotaka kitokee kwenye maisha yako, unatakiwa wewe unakiumba kwenye ulimwengu wa roho, na kinakuwa ni kitu halisi. Kwa sababu ulimwengu wa roho ni ulimwengu halisi. Sema ni ulimwengu ambao hatuuoni kwa macho ya nyama ya macho ya kibinadamu. Ambaye unaweza kuona ulimwengu wa roho ni mpaka wewe uwe rohoni, wewe wa rohoni ndio unaweza kuona wewe ulimwengu wa roho. Lakini ni ulimwengu ambao ni dhahiri, ni ulimwengu halisi ambao upo. Sema watu hawaujui au hawaufuatilii kwa sababu hauoni kwa macho, lakini kila kitu ambacho unakiona kwenye maisha ya mwanadamu yameanzia rohoni. Kila kitu. Ukiona mtu anaweza kaa anateseka, lakini sababu ya hicho kilichomwanza hakikuanzia tu huku mwilini. Kila kitu asili yake ni rohoni. Ina maana huyo mtu alishaanza kupigwa afya yake rohoni. Ndio ikaanza kumanifest sasa baadaye kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anapotaka kukushambulia, anaanza kukushambulia kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Anakupiga na kutandika vizuri, ukija kumanifesti kwenye ulimwengu wa mwili, umeshachelewa, yani ushapigwa. Ndio maana unavyokuwa unaota ndoto usiichukulie kawaida. Yule unayemuona ukiwa umelala, yule wewe unayejiona ukiwa umelala, ndio roho yako. Ukilala ukasema nimeamka, nimeota hivi na hivi, yule unayemuona kule kwenye ndoto, si unaona ukifika kwenye ndoto unajiona kabisa huyu ni mimi huyu. Yule unayemuona kwenye ndoto kule ndio wewe sasa, ndio roho yako. Roho haina mpaka. Roho haina umbali, unaona, unaweza kuona. Kwa yule ndio roho, ndio roho yako sasa. Ndoto ni mlango wa kuona mambo yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho wa maisha yako. Ndoto ndio mlango unaokufanya wewe uone nini kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho wa maisha yako. Sasa shetani anachokifanya, kuna wengine amewafanya hawaoti kabisa. Yaani hawaoti kabisa ili anapokutandika wewe usijue hiyo shida imeanzia wapi. Shetani anachokifanya, anaua ile roho yako, yani anafunga usio unaota ili wewe usijue nini kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho wa maisha yako. Kuna mtu anakuambia mimi siku hizi hata sioti. Kwa nini mkimwambia mnaota hadi anawashangaa? Imekuaje unaota? Mimi mbona siku hizi hata sioti? Ujue shetani amefunga ili usijue nini kinachoendelea, ili usiombe. Amen. Anafanya hivyo ili usiombe. Mkikwambia nimeota niko kwenye jeneza au nimeota wananizika. Unaotaje na kuzika? Watu wanazika hatima yako na wewe unakaa kimya hauombi. Ile sio ndoto, haishii pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Ile haishii pale pale, ni hatima yako inazikwa. Hapa kikawaida tunaanza kukuona tu wewe upo tu. Yaani utakachokifanya hakiendi, unakuwa hueleweki. Ukifanya kazi haifanikiwi, ukipekwa kazi unafukuzwa. Kila kitu unachokifanya yani haueleweki, upo. Yaani watu wanakuona umekuja kupuyanga duniani. Kwa sababu gani? Kuna watu washazika hatima yako. Kuna watu washaizika hatima yako. Kwa hiyo unatakiwa unapokuwa unaota, kama unaona ndoto yote ni mbaya na umeiota, usikae kimya, inabidi uombe, uvunje, ukatae. Kwa sababu Mungu amekufunulia uone nini kinaendelea kwenye ulimwengu wako wa roho. Nini kinaendelea kwenye maisha yako? Shetani anataka kupiga eneo gani? Baada ya kuota hiyo ndoto hutaki kukaa kimya, unatakiwa uombe. Sana Mungu anapenda kutumia lugha ya picha. Kwa hiyo lazima uwe na Roho Mtakatifu wa kuweza kuielewa ile ndoto. Au kama uelewi, ni bora mtafute mtu ambaye ana roho wa Mungu akakufunulia, akajaribu akakutafsiria yale mambo ya rohoni. Kwamba hivi hii ndoto inahusiana na nini? Kwa hiyo inabidi utambue ulimwengu wa roho na utambue unafanyaje kazi ili uweze kushughulikia matatizo yako. Hayajaanzia hapo, yameanzia kwenye ulimwengu wa roho, ndio yanakuja kumanifest. Lakini ukaonyesha, Mungu akakufunua macho, akafungua roho yako ikaona kinachoendelea kwenye ulimwengu wako wa roho, ukakipiga, hakitakuja kumanifest kwenye ulimwengu wa mwili. Kule kilikoanzia unakipiga, hakiwezi kufika huku. Ndio maana tunaambiwa tuwe watu wa maombi. Kwa sababu ulimwengu wa roho unafanya kazi kupitia maneno. Maneno ndio yanaomba. Unavyokuwa unaomba, ndio unaomba vitu viweze kutokea kwenye maisha yako vizuri. Sasa kama wewe haujitamkii mambo mazuri, nani atakutamkia mambo mazuri? Wewe umekaa hapa
haujitamki mambo mazuri, kuna watu wanakutamkia mambo mabaya huko, wanakunuizia, wananuiza mambo mabaya kwa ajili yako, afu wewe haujitamki mazuri. Lazima yakupate. Bwana Yesu asifiwe. Lazima yakupate. Inatakiwa wewe ujitengenezee kanuni ya kujitamkia mambo mazuri, ya kukata kwamba ninakataa kila maneno mabaya yanayotamkwa dhidi yangu, kwa kujua ama kwa kutokujua. Ninayakataa na kuyabatilisha kwa jina la Yesu, kwa sababu watu